mahusiano yakikufa unalaumu, usilaumu watu. Yaani mengine yakifa wewe mshukuru tu. Basi ifikia hatua ukue, ukiona mahusiano yamekufa, mwita huyu ambaye amekuumiza na mtazungumza. Najua hatima yangu imenilazimisha kuangalia wewe. Mungu nakushukuru. Kwa kuwa umenitenga mbali na kabwela. Huyu maskini umenitenga mbali. Unaniandalia mtu mkuu wa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwambia Mungu nakushukuru. Najua umenitenga mbali na huyu ili kesho unipe aliye bora. Unipe aliye sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sio kila mahusiano, sio kila sehemu uliposali ukaumizwa ukafikiri umeumizwa kwa sababu umebeba huduma kwa nini? Sio wivu, bali ni hatima yako ililazimisha wakuumize ili uje sehemu ambayo utapata neno. Sehemu ambapo utaona hatima yako, ukiangalia unasema hii ndio hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sehemu zingine ukiona unapigwa vita, wewe ndio tunaweza kumwambia Bwana nakushukuru. Unapigwa vita kwa sababu hatima yangu ni kubwa. Kwa sababu kesho yangu inazidi jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakubali kila kitu. Akakubali kupoteza. Akapoteza mume wake wa kwanza. Akakubali. Hakumwacha Naomi kwa sababu Naomi hakuwa tena na sababu ya kubaki naye. Dunia leo mume akifariki kila mtu yuko na uhuru wa kusema kwa sababu hakukuwa tena ndugu wa kumrithi. Si sawa? Aliweza kumwambia tu Naomi, nenda zako na mimi naenda zangu. Lakini yeye akakiri, anasema pamoja na yote uwe na ndugu, usiwe naye, Mungu wako atakuwa Mungu wako. Watu wako watakuwa wako. Akamatana na hivyo hivyo. Kubaliana na kila hali na pia jua kwamba hatima yako ina nguvu kuliko kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ni kumng'ang'ania mtu ambaye unaona naweza kawa langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu kwenye maisha ila hata ungehisi hawezi kukufanyia chochote, lakini ukiona kupitia yeye unaweza ukatoa maisha kesho. Ng'ang'ania. Acha nikwambie kitu. Katika wanyama kuna wanyama ambao ni najisi na ambao wamekataliwa. Nyoka ni mnyama ambaye amekataliwa. Ni mnyama ambaye amekataliwa. Sio najisi, amekataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusoma maandiko, nyoka imekataliwa kabisa. Lakini nyoka kwa sababu ilisi imekataliwa, haina kibali, ikaambatana na kibali ambayo ilikuwa fimbo ya Musa ilikuwa na nyoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaingia kwenye fimbo, ikaingia kwenye kibali ili ingie mahali patakatifu. Maana anasema fimbo ya Musa, baada ya kifo cha Musa, fimbo ya Musa ilikaa juu ya sanduku la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukijificha ndani ya mtu mwenye kibali, hata kama umekataliwa, kesho utakubaliwa. Utaingia mahali patakatifu sababu umekubaliana. Nimesema mimi sina kibali, lakini ninang'ang'ania huyu mwenye kibali nitakufa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyoka ikaingia patakatifu ambapo hata mwanadamu ambaye astahili hakuingia kwa sababu ya kibali, kwa sababu aling'ang'ania akakaa ndani ya kitu chenye kibali ikapita. Kwa na wewe uking'ang'ania, ukikaa sema ambapo unahisi hapa kuna kibali chako, utaona nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ang'ania kibali. Wewe kibali chako ni Ruth aliona kibali chake ni Naomi. Mimi na wewe kibali chetu ni nini? Wewe na mimi kibali chetu ni nini? Kipo wapi kibali chetu? Tunaangaliaje? Je, sisi tumekiri kwamba hiki kibali mahali pote tutaenda tutakuwa nacho? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe na mimi kibali chetu kiko wapi? Ruth alimang'ania Naomi akasema, usinisi nikuache, utakapokwenda nami nitaenda. Mungu wako wewe atakuwa Mungu wako, watu wako watakuwa watu wako. Uking'ang'ania mtu mwenye kibali atakukutanisha na watu, tena sio watu wadogo wadogo. Maandiko yanasema Boazi alikuwa mkubwa kwenye eneo hili. Uking'ang'ania mwenye kibali utakutana na watu, tena sio watu wa kukubeba hapa kukupeleka kazeguna, bali utatoka hapa unaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ang'ania kibali chako kiko wapi mpendwa?
wapi? Kibali chako kipo wapi? Utang'ang'ania wapi? Utang'ang'ania wapi? Unang'ang'ania wapi mpendwa? Ruth alisema Naomi, sitakuacha pamoja na yote, ninaamini Naomi wewe una Mungu, kwa sababu alijua alikotoka. Mungu wa Naomi, kwa sababu ya hata nikwambia, kwa sababu yako wewe Mungu anaweza kutengeneza kitu hapa Kigoma pakatokea jambo lolote ili wewe upate neno. Kwa sababu ya Ruth, njaa iliingia Bethlehem, wakakimbilia Moabu. Wao wakafikiria wamekimbia kwa sababu ya njaa, lakini wamekimbia kwa sababu ya Ruth. Alipoenda kule, Ruth akapata kibali. Sikiliza nikwambie, sheria ilikuwa inasema Myahudi hawezi kuoa kabila lingine. Kwa Myahudi angeweza kuoa Moabu. Njaa ilipoingia, au wakahamia Moabu, wakaoa. Ruth akaolewa huko. Unapoolewa, maandiko yanasema wanakuwa mwili mmoja. Ruth akapata kibali. Ilikuwa vizuri yeye akutane na Boazi. Ilitakiwa Mungu atengeleze jambo huko, nimfuate kule ili nije nipatanishe na Boazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamini utaiona neema. Bwana anaweza kutengeleza kule